وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. معنا الحديث الثالث والثلاثون. tukiendelea katika majlisi hii katika hizi silsila za kitabu cha al-40 an-nawawiyya, hadithi ya 33. hadithi hii inaonyesha kuhusiana na al-bayina ala al-mudda'i. Siku zote unahitajika katika sheria ubainifu kwa yule ambaye anayekuja na madai kwenye masala ya mtu anapokuwa ni mwenye kuhukumu pande mbili, basi lazima msingi wake utoke katika hadithi hii na aangalie ni kitu gani ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam amekiweka na amekifundisha katika taratibu za kutoa hukumu. Mtume sallallahu anasema katika hadithi hii, alhadithu rawahu ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توم صلى الله عليه وسلم ونسيم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين. أنا سيما توم صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، ليت واتوا وانجلبيوا o yale wanayoyataka kwa madai yao tu, ladaa rijalun amwala qaumin, basi wangelijitokeza watu wakadai mali za watu, wadimaahum, na damu za watu vile vile. Maana ingelikuwa mtu anapokuja kwa kadhi, moja kwa moja kadhi anamsikiliza kisha anakwenda kupitisha hukumu kadhi, basi dunia ingelikuwa ina fawdha, ina vurugu mno. Maana watu wangelikuwa wanapewa bima yad'un, kwa yale madai yao tu moja kwa moja. Kaja mudai, mtu ambaye anakuja kuleta mashtaka, anasema kwamba fulani kanifanyia kitu fulani, kisha kadhi moja kwa moja akatuma watu wakamhukumu yule mtu bila ya kuita pande mbili, wayasaluhuma, na akawauliza, basi hii ingelikuwa ni hali yenye kusababisha vurugu katika jamii. Lakini Mtume ametoa mwongozo kwamba lakin albayinatu ala almudda'i, ili kuzuia ufisadi huu basi lazima kupatikane ubainifu kwa yule anayekuja kutoa mashtaka. Lakini waliyaminu ala man ankara, na mtu anayeshtakiwa, mshtakiwa ale kiapo pindi atakapokuwa anakanusha yale madai anayoegemezewa. Kwa hiyo kadhi siku zote anapokuwa anatoa hukumu lazima awaulize pande mbili zote kwa ujumla. Yule anayekuja kuleta mashtaka ahitajie ubainifu, naomba shawahid, vithibitisho kwamba fulani amekutapeli au amekudhulumu kitu fulani. Na yule anayeshtakiwa ikiwa hatokubali kwa vile vidhibiti vitakavyoletwa, basi atatakiwa atoe yamini, aape, maana yake kutokana na kule kupinga kwake na kukanusha yale madai. Kisha kadhi sasa, baada ya kuangalia uzito wa pande zote mbili, ndo atoe hukumu katika yale mambo ambayo ameletewa. Kikawaida Muislamu anatakiwa hasa yule ambaye anachukua dhima ya kusimamia majukumu ya watu, kabla kutoa hukumu aangalie kwanza kwamba pande zote mbili zinathibitishwa, maana yake zote zinahudhuria katika uwanja wa mahakama, kisha kutafuta ubainifu kwa yule aliyekuja na mashtaka, lakini na kutafuta ukweli kutokana na yule ambaye yamethibitishwa yale mashtaka kwake yeye. Na huu ndio mwongozo wa Uislamu. Mtume anasema albayinatu ala almudda'i, ubainifu kwa yule aliyekuja na mashtaka, waliyaminu ala man ankara, ikiwa atakataa yule anayeshtakiwa basi lazima aje na yamini na kisha kadhi atapitisha hukumu kwa mujibu wa sheria. Lakini laiti watu wangeliachiwa tu kila mmoja anayekuja kutoa madai vile anavyotaka yeye, kisha kadhi akatoa hukumu, basi watu wangelidai mali za watu, fulani shamba si la kwake ni la kwangu, lakini fulani amemuua ndugu yangu na yeye apitishwe hukumu ya kuuawa. Lakini Uislamu umekuja kuyaangalia haya yote. Wa hadha alhadith bayana qaidatan adhima, hadithi imekuja kuweka msingi madhubuti katika maisha ya Waislamu, min qawaid alqadha, miongoni mwa qawaid, misingi ya kutoa hukumu baina yetu sisi Waislamu. Wa naktafi bihadha wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.